tiba. Nikisema hivyo utakuwa unanielewa. Magonjwa yasiyokuwa na tiba. Maana yake ni magonjwa ambayo hayaambukizi. Kwa mfano kama presha, sukari, kansa. Hivi umewahi kujiuliza kwamba haya magonjwa ni sisi wanadamu ambao tunajisababishia wenyewe? Tunajisababishia vipi? Kitu tunachoingiza ndani ya tumbo. Kitu gani tunachokula? Vile vyakula ambavyo tunakula ndivyo vinavyotusababishia magonjwa yote haya. Ndio maana ukiangalia wale wazee wa zamani walikuwa hawaugui ovyo, walikuwa hawaugui haya magonjwa, walikuwa hawaugui kabisa. Na leo hii kunakuwa watu wanaugua kwa sababu vile vyakula ambavyo walikuwa wanakula wazee wetu sisi hatuvili. Tunakula mavyakula ya ajabu ajabu, tunakula mavinywaji ya ajabu ajabu. Yaani haya magonjwa ni matokeo ya kile kitu ambacho tunaingiza ndani ya tumbo zetu. Ni kitu gani ambacho tunaingiza? Ndicho kinachotupelekea sisi kuugua. Sasa swali mtu atajiuliza, je, haya magonjwa yanaua? Hapana, haya magonjwa hayaui. Hayaui. Nasema tena hayaui. Kinachoua ni hofu. Umeona? Ili unapokuwa na huu ugonjwa, alafu kaingiza hofu ndani yako, ile hofu ndio inayokuua. Na pia haya magonjwa hayana tiba, hayana dawa, lakini kwa wataalamu wanasema kwamba hayana tiba wala hayana dawa. Lakini nikuambie kwamba haya magonjwa yana tiba na yana dawa na unapona kabisa, unakaa vizuri. Umeona? Nitakufundisha katika video zinazofuata ni jinsi gani basi ufanye ili uweze kuondokana na haya magonjwa. Na hata kama basi yameshakupata, ni jinsi gani ambapo utajikwamua kutoka katika haya magonjwa ili afya yako irudi na kuwa salama. Nimesema haya magonjwa hayaui, watu watanishangaa sana. Nitakuja kukufundisha ni kwa nini nimesema hayaui. Kipo kinachoua kama nilivyokitaja kwamba ni hofu. Hofu ndio inaua. Inaua vipi? Nitakuja kukuambia. Umeona? Kwa sababu pia kuna silika ya watu ambayo huwa wamejijengea katika akili zao kwamba eti kuna magonjwa ya kurithi. Haya magonjwa ya kurithi. Haya magonjwa ni ya kurithi. Yalikuwepo kwa bibi, sijui kwa babu. Nani kakudanganya? Acha ujinga, acha upumbavu na kutokukosa akili. Wanarithi, yanarisiwaje? Yanarisiwaje? Unakuta eti kuna maombi ya kuvunja magonjwa ya kurithi, sijui kuvunja laana, sijui kuna toba kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili ya babu. Babu alishakufa siku nyingi, bibi alishakufa miaka mingi, unaenda kuomba toba. Imsaidie nini kwa arudi? Arudi? Nakwambia wewe hapo, nakuuliza wewe hapo unanitazama. Unaenda kuomba toba ili iweje? Hakuna kitu kama hicho. Hakuna magonjwa ya kurithi. Hakuna. Hakuna kabisa. Tusijidanganye. Tusijidanganye kabisa. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Ni kitu kidogo tu. Umeona? Watu, kwa sababu wengine wameacha asili kabisa. Yaani mtu umeacha asili yako. Unaenda kuparamia vitu vya wazungu. Unaenda kuparamia mavitu ya wazungu. Siku hizi kuna mpaka mahindi sijui ya ajabu ajabu ambayo ni mwezi mmoja tu unakula mahindi ambayo yani ni magonjwa tu. Mara sijui mazao yanawekwa na mambolea, sijui yanaoteshwa, sijui yanahifadhiwa, sijui na masumu, sijui yanaoteshwa, sijui na manini, yanapigwa dawa. Tunajitafutia magonjwa sisi wenyewe. Kwa nini tusirudi katika asili yetu? Kwa nini tusirudi katika asili yetu? Zamani ulikuwa ukichanganya kama ni mahindi yako wadudu hapo kwenye mahindi yako umeotesha yanaliwa. Unakuta unachukua mbolea ya ng'ombe ile ambayo imeshakaa, ile ya maji ile ambayo imeshakaa, na pilipili unachanganya na mabangi, unachanganya, unapuliza, wadudu wanakufa na haileti madhara yoyote. Ila sasa wazungu walivyo wapumbavu walikuja huko Afrika wakaua ile kitu, wakatutengenezea mamsumu yao ili kutuua sisi wa Afrika, ili kutuangamiza. Ndio maana siku hizi makansa hayaishi. Turudi kwenye asili. Turudi kwenye asili. Badala ya kutegemea vitu vya wazungu, sijui kutegemea sijui manini, sijui